Maneno ya school fees na shule hiyo nitafikiria baadaye. Hapa ndipo palipochomeka shoka pakabaki mpini. Unataka kufanya? Hey. Fanya sasa. Anatoa gari na anaenda na anarudi. Anapata watu bado mmelala. Ndio huyo. Alafu sasa hata katabia kenye uko nako. Nimesema ukimwambia kitu aongee na brother yake akufukuze. Yule mpumbavu anabomoa nyumba yake. Kitu kingine ya pili, uniletee kuku ya hero, unasikia? Nigonge. Ni chungu. Damu. Afadhali angeikitisha kitu kingine kubwa. Afadhali angeikitisha whatever amount of money. Ai. Damu yangu. Yes. Kabuli, it can't. Damu ya mtoto wangu. Damu ya mtu wangu mwenye ananiuma. No. Why do you have to do this? Hiyo si ni kuseti mtu. Ndio usiendelee. Kwa sababu kama siwezi, I cannot give out my child. Hey. You guys, this is too much. You could have asked for even millions of money. I would rather send this rat. Lakini damu, hapana. Mama wa elimu? Yes. Nini inaendelea? Hakuna. Ati hakuna? Unasema hakuna na naona kuna kitu kinakusumbua kwa akili. Ni venye kuna kakichwa kananiuma. Kakichwa kanakufanya ufanye venye ulikuwa unafanya. Sijui kama huko kuna kuanga na painkillers. Ai. Lakini that one cannot be a headache, mama wa elimu. Lakini iko sawa. Iko sawa. Uko sawa kweli wewe? Kabisa. Uko salama? Ai, mimi niko sawa. Huko nilikuwa nakuulizaje? Huyu Shaba boy. Unamwona namna gani? Kwani akona shida? Ai. Na ulimpata namna gani? Ulimpata wapi? But I hope there is no problem. I just want to know ulimpata namna gani? Oh, okay. Unajua ni mama mwingine rafiki yangu. Akaniambia huyu kijana ni son ya sister yake. So hapo nikajua at least hapo niko na confidence kijana anajulikana. That is one. Two, hata aliniambia huyu kijana anakaanga kwa watu sana. Hana pili mingi. Anafanya tu kazi zake. Hakuna yani hashughulikangi na watu. He never bothers about anyone's business. Na akiingia kwa mboma ni kazi anafaa. Sawa, ile kitu ningetaka kuwa serious sana nayo ni
ng'ombe na kuku. Sawa sawa. Hiyo nitafuatilia. Unajua sasa hiyo ni kazi yangu. Haya. So nitafuatilia afanye the right thing. Sawa sawa. Nataka kufika town. Kuna mzee nataka kuenda tukutane. Sijui kama utakuwa sana. Mimi niko tu. Sasa wacha niende. Nini? Kuna kitu nataka tuongee kuhusu Peter. Yeah. Sasa na mimi hauko mbaya. Hautataki lakini si. Hapa mimi niko sawa tu hivyo. Sawa sawa. Tunajua sasa kuna jua mingi sana. Yeah. Okay. Yeah. Hapi unarudi kwa nyumba? Hapana sirudi. Sawa sawa. Tunaenda. Hata nimeshakunywa chai. Si utatuletea kanyama? Leo acha niwaletee samaki. Haya. Sawa. Thanks daddy. Haya. Maria? Yes. Hebu kuja tupakulie watu chakula. Shika kwanza. Mbona ile maji yote yake ni ya mvua? Maji. Hiyo mvua ilikuwa kubwa sana. Can you imagine ukiwa kwenu na unatoka nje na boat? Hebu imagine sasa kuanzisha maisha mpya. Na hauna kitu sana. Na hauna chochote. Hii ndio inaitwa climate change. Na zile countries zinaambiwa ati zinaharibu climate, wataki kusikia. Na wao wakikutwa na hiyo wanaanza kupiga nduru kila mtu. Wanaanza kupiga nduru. Ebona. Yebo na hapo katoto kamepanda juu ya kiti. It's very sad. Can you imagine? Yaani hakuna kitu hakija fruit. Ana ng'ombe. Wa. Karibu ipelekwe. Hakuna kitu alikuwa. Hiyo ni ebona gari. Inazobwa na maji. Why should bad news be the best news to show? No, ndio zilizongo prime zile za kwanza. This is worse. But at least nzuri kuwa ishiko. Kuna news zinakaa aje. Depressing. Zimenukia vizuri. Asante. Maria, hebu kaa chini nikuletee food yako. Sawa.
food yako. Sinaweza kutoka. Simungeombesha tukule. Karibuni food. Okay. Sisi tunaweza omba tuombeshe. Let us pray. Thank you, Lord, for this food that you have given us. May you be providing for us. Amen. Amen. Wow. Kwa chakula tuende. Tuende. Zingine hata kama nikuchukia mtu huyo hawezi roga mtu hata akufe. Hii food inakaa kuku shwari. Unaona hawezi wakakula pamoja na sisi. Kulia zako na huko jeshi. Yaani wanataka kutuonyesha hadi tu amefika. Hizi kulia hapa. Ndio wakikauka. After venye ninawapelekea hiyo food, kwanza umeona food ya huyu mwenye anajiita mama. Imejaa nyama. Mimi hata najua mimi nimekuwa mjinga. Kweli ningechukua yangu nibadilishe. Nibadilishe hata yeye niambia hapo gani ushwali. Hii ni shida, hizi ni shida gani? Umeenda kulia nje kwa gate. Imagine. So ndio waonyeshane wanachukiwa. Kina wachukia. Petro naye anajifanyanga. Acha. Nika food inaenda ikipungua day by day. Na sio kwa kitchen hapa. Nilikuwa kitchen. Mimi zikizakuwa zilikuwa mingi. Then nikaamua niketi ati niletewe food. Ugandi sasa hivi ni mjinga mimi. Mimi acha Mungu anisaidie. Acha nienda nikule. Sasa bro tutashiba hizi hata. Kula chenye kinapatikana ama ukufe na njaa. Maria naye anakontroliwa tu. Hatulikanangi kama ni hot. Hatulikanangi nini. Anafuatanga tu brother. Hiyo food ni chonjo leo. Kuongeza wewe. Madara open. Kuongeza. Usiongeze mingi hata. Mimi najua hata nikitokea huko naweza jipanga. Sasa nishinda gani hizi ni watu walio. Mashida sasa hadi food. Sasa lakini ni tamu. Sikatai lakini sasa utu. Kwani maji ulikuwa umeenda kuichukua kwa kisima ama namna gani wewe? Hapana, nilikuwa tu nimeweka pale na ikanga ndio ishike ni. Umekawia sana. Umekawia sana. Pole. Karibu niuliwe na kiu. Pole baba Petro. Sawa, asante. Karibu.
Niambie Josh. Sina ubaya. Unaona nikaa uko na kitu ya kusema? Siwezi kosa kitu ya kusema. Wewe ndio nilikuwa naona kama uko na hofu kidogo. Mimi sina hofu. Hauna hofu? Hapana. Haufai kuwa na hofu. Lakini naona umechangamka sana. Mimi nimechangamka. Wakati umerudi kutoka kwa likizo. Nilikuwa nimeenda likizo, unajua nimepatana na watu wengi wenye wako Ulaya, wamekuja, tumefurahia na tumekaa siku nyingi kabla tujaonana na wao. Mazuri tu, nimekuja, nataka tukae vyema hapa, lakini sitaki kuona ukiwa na huzuni hata kidogo. Hata kama ile mambo iliendelea tu, siku na hofu, sisi tuko, usijali. Mawazo lazima. Unaelewa wewe umekuwa kwa hii nyumba kwa for so long. Yenyewe mambo ya mama Pita vile ilienda. Mambo ya hii boma najua yote. Unajua pia mambo ya mama elimu vile inakaa. Kwa hivyo hakuna kitu ya kuelezwa hapo. Lazima nikuwe na mawazo. Juu hii boma sasa ule wakati mwingine nilikuwa nafikiria mabibi wawili. Huyu anaweza kunisaidia, huyu mwingine anaweza kunisaidia. Huyu akipigia kelele, huyu mwingine anajaribu kuingilia. Kwa hivyo kwa sasa lazima nikuwe nikifikiria sana. Juu hata watoto wenyewe tunaona kama Petro amekuwa mtovu wa nidhamu kabisa mpaka na shida nini. Sasa hilo mafikiria yote nikiongezea kwa kichwa nasikia ni kama kichwa inaweza pasuka. Ndio baba Petro, lakini ukienda kwa mama elimu ama mkikuwa na mama elimu akikusumbua unakuja kwangu, nitakuwa nakupatia kifua kulilia. Nitakuwa nakupatia kifua ya kulilia. Hiyo tutaangalia baadaye, lakini sio kwa haraka vile. Yenyewe hiyo haina shida, hiyo tunaweza ongea hata siku nyingine, haina shida. Lakini sijui ni kwa nini mama elimu anapimia hao watoto chakula hivyo. Mama elimu ndio anastahili kupimia watoto chakula ama ni wewe? Si wewe ndio unakuanga jikoni? Ndio, mimi ndio napika chakula na mimi ndio upakua chakula. Na imekuwaje mama elimu ameanza kupimia watoto chakula? Sababu nikigawa chakula kwanza naletea mama wa elimu na baba wa elimu na watoto wake. Petro na Maria ndio chakula yake yao inakuanga imebaki kwa kitchen. Nikirudi kwa kitchen nakuta amepakua chakula imekuwa nusu, amebakisha nusu. Anapeleka wapi? Anarudisha tu kwa sufuria. Mama elimu naye ya nini anarudisha kwa sufuria ya nini? Inakuanga tu hivyo. Haya, mimi ningependa ufanye hivi. Akirudisha hiyo chakula kwa sufuria tena, unaenda unaongezea watoto ya chakula unawapea mpaka wanatosheka. Sawa sawa? Nitakuwa nafanya hivyo. Nitakuwa nafanya hivyo. Haina shida. Alafu wakati mnakuwa nasikianga mkiongea huko jikoni na mama elimu, anakuambia ngapi? Mama elimu kwanza anakuchukia sana. Hakupendi. Mama elimu hakupendi hata. Anasema ngapi? Kila mara tukiongea hata wewe mwenyewe alikuwa bado ananiambia nikuwe na kupimia chakula, nikamwambia haitawezekana. Ati unipimie chakula? Nikamwambia haitawezekana. Yaani nanunua chakula na kila kitu alafu nipimiwe. Yenye chakula yenye nimenunua mimi mwenyewe. Alikuwa ameniambia hivyo lakini haijawezekana. Lakini yakina Petro na Maria ndio sasa nikipima lazima akuja agawe. Lakini hakupendi hata kidogo, ni vile wewe ujui. Hakupendi. Na kuhusu watoto wanakwambiaje? Kuhusu Maria na Petro. Hata si ndio maana anapakua chakula, hawapendi hata kidogo. Anakwambia ngapi kuwahusu? Hawapendi hata kidogo. Kwanza anasemanga Petro na kunyoga dawa za kulevya na pombe. Hakuna kitu ya Petro anaonanga mzuri. Hata Maria bado haonagi kitu mzuri ya Maria. Anakwambia ashaimkuta akivuta hizo nini? Hizo mandawa. Hatujafika hapo kuongea hapo, lakini ukiona kama anasemanga anakunyoga lazima akuwe ashamuona akikunywa. Alafu anakupenga solution gani?
hatujafika hapo kuongea solution ya Petro na Maria, sababu already si unajua amewachukia. Hata wakitoka kwa hii nyumba, hiyo ndio itakuwa furaha yake. Fanya hivi, ndio unitie Petro, mwambie nataka kumfanya kazi. Haya, asante. Man, Luka. Yes. Najua hatujai kuwa in good terms na yeye, lakini nimeona nikuje. Ni kweli. Juu pia wewe ni mwanaume na saa zingine uko na reasoning. Mimi Luka, unaona huyu mama yangu akamba. Kuna mahali tumefikishana mahali yani sasa unasikia mtu amekufika hapa sasa kwa sasa. Ndio mimi tumefikishana na yeye sasa. Nimefika tu ile tu situation where nasikia anafaa kuenda. Na si eti kusikia sasa. Naona like mimi anafaa kutoka hapa kwa hii boma bwana. Mbona unamchukia hivyo? Si kumchukia buda, like uwe hata wewe mwenyewe umekuwa kwa hii boma umejionea maneno zenye zinaendelea. Okay, for example, ile time mama yangu alikuwa uhai na time yenye huyu mama yangu akampo alikuja kwa hii boma. Before akuja sasa mamangu alikuwa fiti, lakini kutoka akuje mamangu she has never been the same. Like ni kumchukia. Si kumchukia, sikiza. Like saa kuna vile mamangu alianza kupatwa na stress, akaanza kugonjeka. Kwanza sasa vile aligonjeka, nakwambia hiyo ndio ilikuwa furaha ya huyu mwanamke. Na mimi mara mingi kumuita mwanamke. Okay, ni mama yako. Sawa, lakini mara mingi mimi nimemwona ni kama anafurahia. So juu kama naweza kumbuka vizuri siku yenye mamangu alikuwa mgonjwa, huyo mwanamke alikuwa ni kama alikuwa na furaha. Unaona mtu, you can tell from a distance huyu mtu ako na furaha. Na huyu mama, acha nikwambie ukweli, huyu mama ni mchawi. Luka vina nataka kukuambia huyu mama ni mchawi. Unamuita mchawi kwa nini? Kwa nini? Umempata na uchawi. Kwa nini ile time anakuja ndio mambo inaharibika? Yaani kutoka akuja mambo haijai kuwa mzuri. Babangu ndio huyo, sister yangu ndio huyo. Sasa sister yangu anakaa kama anatumua vibaya, sijui. Mimi mwenyewe ndio huyo, I have never been the same. Kwa nini wewe ni huyu mama unamchukia? Mbona unamchukia hivyo? Acha nikwambie kitu moja. Mimi mahali imefika sasa. Acha nikwambie. Sikuwa nimekujia advice yako mimi. Lakini mahali imefika, wakati nakuona na hii kitu inanisikia sana. Nimerundisha. Lakini na jamaa alitumia hiyo kisu vibaya. Mpaka kaenda jela. Alienda kuduga step brother. Bila kwa bahati mbaya hakukufa. Huyu jamaa alishikwa, akapelekwa jela. Huyu naye alipona. Sasa akiwa jela aliona hata hakuna haja afumilia ati atoke. Juu hata akitoka ataenda kuishi na yule mtu. Kwa nini mpango yako ikiingiana? Hakuone mtu. Hawezi ishi na yeye. Unajua ilibidi afanye nini? Alichukua shati bwana akajinyonga. Alijinyonga alikuwa kwa jela. Alikufia huko. Lakini unaona matunda ya buaji. At the end of the day, ukisikia mimi nikisema nikorende kuenda jela, ni kumaanisha hata kifo siogopi. Like saa unaona huyo kijana time yenye alifanya hizo maneno zote, mimi ukiniona nimefika hii point, like sasa prison is no better, dead, sichagui kitu yoyote yenye, lakini hii ndio wasi, hii ndio njongomeo, hii ndio hell. Sasa kukaa na huyu mama hapa bwana, hata nikufe ama niende jela, mimi sitambui sasa. Hapana, sasa ile kitu iko wewe, hata ukikufa hiyo sister yako utamsaidia. Afadhali saidi uko hai. Na hii kitu bwana, waache kutumia. Iweke kando kabisa. Kitu gani sasa? Hiyo kisu. Hiyo ni kujilinda. Si kujilinda, na hiyo mambo ya kusema tunajidefend, hiyo ndio itakuletea shida. Uachane nayo kabisa. So nikae niangalie mtu akiniweka kindole kwa jicho na ninyamaze. Hata kuweka. Wewe unakaa tu unavumilia. Hata akikuweka mara ya kwanza ya pili hawezi kukuweka. Ndio uweze kulinda hata familia yenu, sister yako, lakini ukienda jela ama ukufe huwezi kumlinda. Na usitumie nguvu. Hata wewe unaanza kukaa kama pasta sana.
kazi hapa inaendelea vizuri. Ng'ombe nalisha vizuri vile nipewa kazi. Baba elimu na wewe. Na hata kuku pia naziangalia vizuri. Yes. Na hata shamba nalimia. Lakini kuna shida kidogo naona. Na huyo kijana wa hapa. Kijana mwani. Petro. Yaani Peter. Anakuja nikifanya kazi yangu ananisumbua. Na maswali mingi. Ingine hata ya jinga. Kwani yeye ni polisi? Ako na maswali mingi sana. Sasa anakuja ananiuliza. Tunaongea na wewe nini? Namwambia mambo inahusu. Mimi na wewe. Namwambia wewe ni bosi yangu. Na baba elimu kwa hivyo maneno hafai kuniuliza hata. Ananiambia hapana, unafaa unijibu. Sister. Acha nikwambie tu kweli mimi. Exact kuna mahali imenifika sasa mimi like I'm to that extent that I'm not going to let anyone look down on me again. Sitakubali mtu anidharau bwana mimi. Kwanza unaona huyu mwanamke kuna vile anakuja na namuonea mbali. Unamaanisha nini? Siwezi kubali mimi mtu anidharau kwa boma yetu vile anataka. Yaani hakuna kitu unaona wewe. Bro, ninaona that's why nakwambia ukuwe careful na mambo yote unafanya. Juu anaweza anatafuta always za kutufukuza kwa hii nyumba. Uja notice nowadays nafanya kazi zote ndio nikikuwa disobedient hivi kidogo apate njia ya kutufukuza. Tutaenda wapi tukifukuza sasa? Did you just say unafanya kazi zote? Si ndio bro, unajua sijui kama unaonanga nowadays nafanya kazi yote, nimekuwa maid. Sasa tunabishana kidogo, mara unaona anatoa kisu, naanza kukatakata kitu hivi. Naongei. Na ananikaribia. Mpaka nashindwa kufanya kazi yangu, nasimama kumwangalia, namwambia aniondoke nifanye kazi yangu. Ananiambia kazi gani? Sio umekuja juzi hapa hata hujamaliza wiki. Namwambia ndio. Jua ulishindwa nini? Kazi. Singekuja hapa. Mimi nasoma. Lakini wewe unafanya kazi ya bure. Unalipiwa karo na kuna kazi unafanya. Wazazi wako wanakuja kutafuta mtu wa kufanya kazi hapa. Na wewe ni kijana kwa hivyo. Ananiambia hapana, wewe kuja kunipanga kwetu. Nikamwambia hapana, sikukupanga. Ile kazi iko, wewe utatii wazazi wako. Na mimi nifanye kazi yangu. Yes. Sasa anakuja na ananiambia hapana, wewe. Anaanza kunipoint na kisu. Yes. Sasa hiyo kisu inanihofia sana. Hiyo kisu Juu anakaa kikatakata vitu hivi. Anikaribia sana nashindwa. Na hii anamaanisha kufanya hivi. Yaani kwa rohoni mwake ni kama anafeel anakukatakata hivi na ama kunichonga kabisa. Na hiyo iko ndani yake. Nimekuwa mimi. Acha kuita mimi ndio unanifanya nisikie vibaya sana. Yaani sasa wewe wacha nikwambie kitu moja sister. Na kuna part zangu kuna there is this thing haujui kunihusu. Sawa? Like as long as I breathe. So iteseka nikuwa hii dunia na sitakubali hata mamangu mwenyewe anaweza turn kwa grave yake akisikia unaumia na nikuwa uhai. Najua bro. Sister mimi unajua like I'm willing to go miles kufanya anything for you. You are my blood and we are united in my blood. Na mimi sasa hiyo chenye nataka kufanya utaona kama nafanya vitu mbaya, lakini in near future utakuja kuelewa chenye namaanisha. Ninajua lakini kuwa careful. Wewe careful lakini mimi najua chenye nasema. So mimi hata niko kwa maombi sana. Hiyo kisu iondolewe na Mungu kwa mikono yake. Then mimi nakwambia tu hivi. Wewe ndiye kijana wangu. Ndio. Lakini sasa hiyo ni siri kwetu. Wewe unafaa kutulinda. So akikuonyesha ukali, unamuonyesha ukali. Unamuonyesha ukali. Akikuchongea hivi na wewe unamchongea hivi. Mpaka aone wewe pia ni mwanamume. Asikustue. Kwa hivyo kuna kitu anaweza nifanyia ni kunistua tu. Of course. Sasa muogopa tena. Kwani nilikuwa namuogopa? Wakati alikuwa anafanya hivi nilikuwa naogopa, lakini kuanzia sasa sitakuwa namuogopa. So wewe ndio unafaa mara ananiambia ati nitafutwe.
ati papa yake ndio bosi yangu, akisema nifute nitafutwa. Kamwambia hapana, mimi nitafutwa nikikosa kufanya kazi. Ni hiyo inakubalika, lakini kama nakafanya kazi nitafutiwa kwa nini? Sitafutwa. So mambo ya kufutwa na kutofuta si yeye anadetermine. So wewe chenye nataka ufanye ni ulinde hii boma. Nitalinda. Kuna sister wa elimu na kuna Joy. Joy. Hao unafaa kuwalinda from huu mkora. Huu mkora ni kama anakunyonga bangi, anakunyonga concussion zote. So unafaa ukisikia hata anaongea mambo mabaya yangu, karibu mpigane. Aache kunikosea heshima. Na wala mimi ni step mother yake. So that is what he's supposed to swallow. Ati mimi ni mama wake wakambo. Na hiyo haitatoka hapo.